Ya Bwana Yesu asifiwe, watazamaji wetu, na wasalimu tena kwa jina la Yesu. Ya mchana wa leo niko mahali hapa kwa ajili ya kuleta neno la Mungu. Hivyo basi pote ulipo na kukaribisha watazamaji wetu katika mitandao yetu ya jamii, na unapochukua nafasi ya kututazama popote pale ulipo na kupata kutusikia, Mungu wa mbinguni atazidi kukubariki, kwa sababu tuko mahali hapa kwa ajili ya kuelimishana tu andiko la Mungu, ama kukumbushana, kwa sababu ni neema ambayo Kristo ametupatia katika nyakati hizi, ya kwamba tukapate kuyasumulia mapenzi ya Bwana wetu Yesu Kristo aliyekufa na akafufuka hapa duniani kwa ajili ya maisha yetu, ya kwamba tukapate wokovu. Hivyo tunaye Mungu ambaye anatupigania katika maishani mwetu. Ndio maana ametupa neema ya kwamba tukapate kusema na wewe mtazamaji wetu, ukapate kutusikia na kupata pia kitu juu ya maisha yako ambacho kitaleta mabadiliko. Hivyo basi nataka tukumbushane andiko, na andiko hili inawezekana kwamba umelisikia, kwamba umepata kulisoma. Hivyo nataka nikukumbushe katika mchana wa leo, popote pale ulipo na kutazama na kutusikia, kwamba ukapate kupokea kitu na hutabaki wa kawaida, na Mungu wetu wa mbinguni atazidi kututenda mema. Basi nataka niende moja kwa moja kwa andiko hili katika kitabu cha Timotheo 4. Nataka tuanzie pale moja, tukizidi kuendelea hapo, na Mungu aliye mbinguni atapata kukubariki. Andiko letu nasema ya kwamba basi Roho anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Jina la Bwana lipewe sifa. Mtazamaji wangu, katika andiko hili ninalokuletea siku ya leo, nasema kwamba Roho wa Mungu anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho watu watajitenga na imani, wakasikiliza roho zidanganyazo. Na unakuta ya kwamba ni kweli, kwa sababu watu wengi wale ambao wameenda katika sehemu za watu ambao wanadanganya ni wengi sana katika taifa letu ama katika ulimwengu mzima, kwa sababu watu wengi hufanya sarakasi, na zile sarakasi zinabeba watu wengi sana. Sarakasi zinafanyika katika mitandao, simu zetu za jamii hizi tunazozitumia, watu wengi hufanya sarakasi. Na jinsi ambavyo watu wanafanya sarakasi na kuiweka katika mitandao ya jamii, unakuta ya kwamba watu wengi ndio hutazama, kwa sababu watu wengi wamezama katika uongo, wamezama katika udanganyifu. So unakuta ya kwamba kundi zima linaelekea katika hali ya udanganyifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo basi nataka nikwambia kwamba Roho wa Mungu anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, wakasikiliza roho zidanganyazo. Kwa sababu kitu kinachodanganya ni roho. Hii roho inadanganya. Tuangalie ni roho gani ambayo inadanganya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu roho ziko nyingi. Kuna roho ya shetani na kuna roho wa Mungu pia. Manake hata huyu shetani pia, ile roho ya udanganyifu, ni kiumbe ambacho Mwenyezi Mungu alikitengeneza ya kwamba ikaweze kuwa na uhai. Lakini sasa unakuta ya kwamba akaingiza na siasa katika ndani ya hizi roho ambazo zinadanganya. Ndiposa watu wengi wanavutwa katika uongo, wanavutwa katika udanganyifu, na wanajiingiza katika mahali pale katika udanganyifu. Jina la Bwana lipewe sifa. So watu wengi wameingia katika udanganyifu, wameingia katika uongo. Na Roho wa Mungu anena waziwazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga na imani, watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Kwa sababu wengine wanazungumza mafundisho ambayo si ya kweli. Mafundisho haya ni ya kiibilisi, ambazo husababisha watu wakajiingiza katika sehemu ile katika uongo, na huo uongo katumika kama ni ukweli, ambapo ama ili hali si ukweli. Jina Bwana lipewe sifa. Mstari wa 2 kasema ya kwamba kwa unafiki wa watu wasemao uongo, wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe. Dhamiri zao wenyewe ni kwa sababu
wamejitengenezea uongo katika ndani yao, kuonekana kwamba uongo ndio wanauabudu. Jina la Bwana lipewe sifa. Na maandiko yasema kwamba unafiki wa watu wasemao uongo watachomwa. Yaani wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe. Haleluya. Katika ule uongo kuna kuchomwa moto. Yaani kuna hali ya kuuguzwa, ama kuna hali ya kuugua katika maishani mwao, kwa sababu uongo wameufanya ukweli katika maishani mwao. Hivyo wana kichapo chao katika maishani mwao, kwa sababu wameleta dhamiri za uongo wenyewe. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa unafiki wa watu wasema uongo wakichomwa moto dhamiri zao wenyewe. Mstari watu kusema kwamba wakiwazuia watu wasiowe na kuamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba vipokewe kwa shukurani na walio na imani wenye kuijua hiyo kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wakiwazuia watu wasiowe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu wameleta habari za uongo, kwa sababu wameleta ujumbe wa udanganyifu, wakiwaambia watu wasiowe, wakiwaambia watu wasifanye hivi na hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. So nataka nikwambie mtazamaji wangu, sijui katika sehemu gani, maana ulimwengu huu udanganyifu uko katika dunia hii. Watu wengi wanasema mambo ya udanganyifu, mambo ya uongo. Watu wanapotoshwa kwa ajili ya habari za uongo, ili hali ya kwamba si kweli. Tunaye Mungu mmoja, tunaye Kristo aliyetufia pale msalabani, ya kwamba tufuate sheria zake, tufuate njia zake, tupate kumwamini. Lakini sasa habari za uongo zimekuja na watu wengi wakakimbilia katika habari zile za uongo ambazo si za kweli, wakapata kujiingiza katika unafiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakaambiwa kwamba wasiowe, wakaambiwa kwamba msifanye hivi na hivi, wakaambiwa wafanyeni hivi na hivi, wakaletewa habari za uongo. Nami leo nimekuletea andiko hili mtazamaji wangu, ya kwamba tuepukane na habari za uongo. Tujitoe katika sehemu za mafundisho ambazo ni za uongo katika maishani mwetu, ya kwamba tusikilize sauti ya Kristo peke yake ambayo inasema ukweli. Akasema kwamba njoni kwangu nyote mnaosumbuka na kulemewa na mizigo mizito, naye atapata kutupumzisha. Na tukipata kuamini na kusadiki, hakika mambo yote yatafanyika, kwa sababu tumemwamini Kristo. Lakini habari za uongo zilikuja na tukapata kujiingiza huko, tukapata kupotea, ili hali ya kwamba tunachelewa kupata uponyaji wetu, tunachelewa kupata baraka zetu, kwa sababu tumejiingiza katika sehemu za udanganyifu, tumejiingiza katika sehemu za unafiki, sehemu za uongo. Dhamira zetu sisi wenyewe zinatushuhudia mapenzi sio kuwa kweli katika maishani mwetu. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Wakiwazuia watu wasiowe na kuwaamuru wajiepushe na vyakula ambavyo Mungu aliviumba. Tutajiepushaje na vyakula ambavyo Mungu alitutengenezea? Akasema kwamba tutakula mboga, akasema kwamba samaki wa bahari tutapata uvitawala. Lakini sasa hawa wanaoleta unafiki wa uongo katika maishani mwetu, sema kwamba tusikule vyakula ambavyo Kristo alituambia tuvikule. Bwana Yesu asifiwe. So tujiepushe sana na mambo hayo ambayo yanatokea katika ulimwengu huu. Habari hizo ambazo ni za udanganyifu tuepukane nazo, ya kwamba tufuate sheria ya Mungu, tutengeneze mapenzi ya Bwana. Jina Bwana lipewe sifa. Haleluya. Mstari ule wa 4 akasema kwamba kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri, wala hakuna cha kukataliwa kama kipokewa kwa shukurani. Viumbe vya Mungu vyote ni vizuri. Kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri, wala hakuna cha kukataliwa. Kiumbe cha Mungu ni kizuri. Yeye mwenyewe alitengeneza kwa ustadi wake, akakiweka na akakitakasa, na akiona kwamba hiki kitu ni kizuri, basi wacha tukaweze kuvitawala. Lakini unakuta kwamba roho ya udanganyifu ikiingia, tukaambiwa kwamba tusifanye hivi na vile, tusifanye hivi na vile. Ibilisi akatujaa katika ndani ya akili zetu, mpaka tunafanya mambo ambayo si mapenzi ya kiungu. Jina la Bwana lipewe sifa. So Mungu aliviumba vipokewe kwa shukurani, na walio na imani wenye kuijua hiyo kweli.
Wenye kuijua hiyo kweli ni wakina nani? Ni sisi ambao tuliteuliwa na Mungu, ambao tulitengenezewa kwamba vitu hivi tutapata kuvirithi, vitu hivi tutapata kuvitamka na vikaweza kututii katika maishani mwetu. Jina Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo nataka nikwambie mtazamaji wangu, vitu vyote ambavyo vilitengenezwa ni vizuri, lakini roho ya udanganyifu ikaingia, roho ya ufisadi ukapata kuingia katika maishani mwetu, tukapata kuvishuhudia, tukapata kuvitegemea. Hivyo nataka nikwambia kwamba mtazamaji wangu, kuna Mungu wa mbinguni ambaye alitutengenezea vitu vizuri ya kwamba tukapate kuvimiliki, lakini roho wa shetani, roho ya udanganyifu kapata kuingia na tukapata kusikia sauti, iposa kwamba hatuwezi kuepukana na hivyo vitu, kwa sababu roho ya udanganyifu iliingia katika maishani mwetu. Jina Bwana lipewe sifa. Kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri, wala hakuna cha kukataliwa, kama kikipokewa kwa shukurani, kwa kuwa kimetakaswa kwa neno la Mungu na kwa kuomba. Chochote ambacho tuliwekewa hapa duniani, Kristo alikiweka akatitakasa, ya kwamba hivi vitapata kuwa vyetu na vikapata kuombewa, vikawekwa wakfu, ya kwamba tukapate kuvitumia. Lakini roho wa uongo ukaingia katika ndani yetu, tukaletwa maneno katika sehemu ile ya kwamba tusiweze kuvimiliki, lakini viliwekwa wakfu kwa ajili ya maisha yetu, kwamba tukapate kuvitumia. Jina Bwana lipewe sifa. Hivyo roho anena waziwazi katika maishani mwetu kwamba tujitenge na kila mafundisho ya uongo, kwa sababu mafundisho ya uongo ni mengi. Watumishi ni wengi ambao wanakuja na habari tofauti tofauti na kuwadanganya ama kuwanyanyasa watu wa Mungu. Hivyo mtazamaji wangu, nataka nikwambia kwamba jinsi ambavyo ulimpokea Kristo katika maishani mwako, mkabidhi Bwana moyo wako wote na vitu vyako vitathibitika katika maishani mwako. Usikubaliane na habari za uongo, maana Kristo yuko na anaishi na anaangalia moyo wa mwanadamu uliosimama katika maishani mwa mtu. Jina Bwana lipewe sifa. Mstari wa 7 anasema kwamba bali hadithi za kizee zisizokuwa za dini uzikatae, nawe ujizoeze kupata utaua, kwa maana kupata utaua, kupata nguvu za mwili kwafaa kidogo, lakini uteua hufaa kwa mambo yote, yani unayo uhaidi na uzima wa sasa na ule utakao kuwapo baadaye. Ni neno la kuaminiwa, tena la stahili kukubalika kabisa. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa maana mstari wa 8 anasema, kwa maana kujizoeza kupata nguvu za mwili kwafaa kidogo, lakini uteua hufaa kwa mambo yote, yani unayo ahadi ya uzima wa sasa. Tuna ahadi njema ya uzima wa sasa tunaoishi katika maishani mwetu. Kwa hivyo Kristo Yesu, jinsi ambavyo alitukabidhi ulimwengu huu, ni ya kwamba tutembee katika sheria za kupata kumhofu, za kupata kumuogopa, kwamba vyote vilivyo katika dunia hii ni umiliki wetu. Lakini wanadamu wapo, umetuletea habari za uongo, umetuletea maneno ya uongo, tumeingia katika siasa ambazo hazipendezi Mungu katika maishani mwetu. Haleluya. Jina la Bwana lipewe sifa. Hivyo mtazamaji wangu, kaa ukijua kwamba watu ni wengi ama manabii ni wengi ambao watakuletea habari ambazo si za kweli. Lakini kadri ulivyompokea Yesu Kristo, jaribu kuangalia imani yako iko wapi, maisha yako iko wapi, neno lako liko wapi, ya kwamba usijiingize katika sehemu hizo watu ndani. Maana ni wengi watakao kuja kusema uongo. Watu watajitenga na watu wamejitenga kwa ajili ya kuletea habari zisizokuwa za kweli. So simama katika laini ya Bwana na utengeneze matakwa ya Mungu, kwamba inapotimia habari hizi, inapokuja habari hizi, ujua kwamba uko na sehemu ya kupata msaada katika maishani mwako. Maana andiko hili ni letu, andiko hili ni lako, kwamba tukapate kuelimishana, tukakae katika sehemu hiyo za utukufu wa maana. Roho wa Mungu anena waziwazi, tujitenge. Watu watajitenga na kupata kusikiza roho za udanganyifu. Mafundisho hayo ambayo yatakuja za udanganyifu, kaweze kuwa wa kwanza kuepukana na hizo, kwamba kaweze kuwa mstari wa kwanza na kumtetea Kristo katika maishani mwako. Mtazamaji wangu, nataka nikuachie neno hili ya kwamba kuwa na msimamo katika maishani mwako. Usimame katika utukufu wa Mungu na Bwana atapata kushindania. Mungu wa mbinguni akubariki kwa kunisikiza.
na kunitazama. Mungu akuinue zaidi na kupatia hekima ya kiungu katika maishani mwako. Shalom, shalom, shalom. Amen.